tukamwona mbaya, angalia alipoenda anachokifanya. Jose Luis Nixon, angalia alipotoka kaja Simba, tukamwona mbaya, muangalia alipoenda. Ni mifano hiyo nakupa hai. Ndani ya Simba kuna kitu utakigundua. Hata wa makocha sisi tunaona wabaya. Wanapoenda angalia alipotoka na anapokuja Simba na kuondoka. Shida ipo ndani ya Simba, sio kocha wala sio. Na ndio maana nashauri uongozi wa Simba kama wameamua kuweka kikao cha kukaa kama viongozi, wasijadili about kocha. Yaani wasizungumze tena habari za kocha. Wazungumze kwanza, wakubali umoja ndani ya viongozi. Kwamba shida ya Simba ndani ya uongozi hakuna nini? Umoja. Wakubali, wakae chini uzungumze umoja wao, kwamba tukubali kwamba sisi ndo tatizo. Yaani viongozi wa Simba watakuwa wakili kwamba sisi ndo tatizo. Kwa sababu kuna baadhi hata viongozi walishathibitisha hadharani kwamba timu ikifungwa, kuna baadhi ya viongozi wanafurahi. Tayari mpasuko upo ndani ya timu. Nguvu moja imetoka. Hakuna tena nguvu moja. Sasa kama viongozi nguvu moja hakuna, mashabiki tutakuwa na nguvu moja. Na ndio maana hakuna, ndio maana mashabiki, kila shabiki anaongea la kwake. Huyu atazungumza kocha, huyu atazungumza kiongozi, huyu atazungumza wachezaji, ile umoja hakuna. Kwa hiyo kabla ya kujadili tumlete kocha gani, lazima wajadili kuhusu umoja ndani ya Simba. Tena ikiwezekana atajwe huyu anaocheka ndani ya kikao chao. Huyu anaocheka atajwe, hapewe onyo. Ikiwezekana wafanye chochote hata kumtoa wamtoe. Kwa sababu haiwezekani timu ifungwe alafu wewe ucheke. Na aliyemkuta anacheka yeye alikuwa anafanyaje? Kwani wewe ulisikia wapi? Ulisikia habari wapi kusikia kwamba kuna kiongozi wa Simba anacheka? Wewe mimi nilikwambia mimi Mandala? Au alikuja pasi milioni alikwambia? Alikuja jibia alikwambia wewe? Tulimsikia kiongozi sisi. Umeelewa vizuri? Na wala kiongoza kuongea ndani, kaongea hadharani kwenye vyombo vya habari. Na nyie mkasikia. Na sisi mashabiki tukasikia kwa masikio yetu mawili. Tumetegesha masikio kama sungura. Tumesikia kwamba kuna viongozi kumbe kama Mchome. Timu ikifungwa anacheka. Ni Mchome waliochangamka ndani ya Simba. Kwa hiyo hatuwajui. Kwa hiyo kama ameamua kuweka kikao, watajane kwa kuikomboa Simba, watajane, kwa sababu Memo, tukizidi kubaki hivi hadi tuamini kwamba eti shida kocha afu yani tatizo tusipolitibu kwamba shida kocha tulete kocha sawa, tunatwanga maji kwenye kinu. Nyie mnatamani kumjua huyo anayecheka. Sisi tunataka kujua. Sisi tunachotaka wenyewe kwenye kikao huko wajuane wenyewe, wafukuzane kazi wenyewe. Sisi tunachotaka solution, Simba iwe na umoja. Unachotaka nini? Solution kitaalamu. Wewe hujasoma, umekimbia magari ya njano. Huwezi kuelewa. Hujasoma mdogo wangu. Umesikia? Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Simba tunataka umoja. Tunajua yani sisi hawezi kutuficha viongozi. Hamna shida yote, nimeanzia mbali Memo, nimekwambia angalia wachezaji walipotoka, walivyokuja Simba na kuondoka. Kiufupi Simba haina wachezaji wabaya. Huyu Mpanzu tunaomuona akienda Yanga atatuliza. Mimi nakwambia sitamwona mbaya. Huyu Soa akiondoka timu nyingine anatuumiza. Tunaona yabovu wakiondoka na kuja kutuliza. Tuna rekodi hapa saizi ya Teba kwa alipo ndo hatari. Chemaloni Fondo ndiye anaitwa timu ya taifa sasa hivi. Simba tukamuona mbaya. Shida sio wachezaji. Shida sio makocha Simba. Mfumo wa Simba, tena ushauri uongozi wa Simba. Ikiwezekana sasa hivi hususan Mohamed Dewji Mo. Hii ni ushauri wangu nampa Mohamed. Kiongozi wa Simba kama Mohamed anateua kwamba mwenyekiti upande wa uwekezaji au upande wa bodi, hatoke kwa upande wake yeye, asichukue wale viongozi kutoka katika mfumo wa Simba. Nyie mnataka mfumo gani? Simba na Yanga na mifumo yao. Yanga wako na mfumo wao, wanabadilishana mara mchunga. Si mara yule nani mwenyekiti waliondoka anaitwa nani yule sijui. Mshindo Msolwa, mara kwa panapitia mazingira magumu kwa sababu ni wale cheni ni ile. No revolution. Lakini wakafikiria wakachoose revolution. Hapa univumilie kidogo, natumia kidogo vyetu. Yaani wakaamua wachague nini? Wachague mabadiliko. Wakachagua mabadiliko, Yanga wakafanya maamuzi magumu. Maamuzi magumu wanafanya Yanga, wakaamua kumleta Haribu JSM ndani ya Yanga. Na Engineer Hersi anakuja pale kama mwekezaji, akafanya mabadiliko ndio kaja kwa kama nani? Rais, kiongozi mkuu wa Yanga. Angalia Yanga anakwenda. Ichunguze Yanga vizuri. Turudi kwenye kauli ya Manara. Manara kaongea kama kejeli. Kuna kauli Manara kaongea kama kejeli. Alisema shida ya Simba kwamba kila siku viongozi wale wanabadilishana miaka kwa miaka. Lakini wenzao Yanga angalia walichofanya, wamebadilisha mifumo. Ukiangalia ndani ya uongozi, ndani Yanga nzima asilimia kubwa watu tofauti, kina Rafatiaji,
vijana wale wametoka nje ya mfumo wa Yanga. Kwa hivyo mnautamani mfumo wa tunatamani, sio tunautamani, sisi tunatamani mabadiliko kwamba Simba viongozi wao, mbona hapo wana Simba, yani hatumaanishi, kwa hivyo mnatamani kuwa na mfumo. Unielewe, simaanishi kwamba tumchukue mtu asio Yanga. Nisikilize wewe Memo, sikiliza. Si hatumaanishi kwamba eti tumchukue mtu kutoka nje ya Simba kwamba sio shabiki wa Simba. Wapo wanachama wa Simba lakini hawapo ndani ya mfumo wa Simba na kazi zao tu. Kuna mawakili, kuna manani, umeelewa vizuri, lakini hawapo katika mfumo wa Simba. Ila pia kuna wale wazee ndani ya mfumo wa Simba miaka yote, kina Kadugu Dasi, kina Dalali babao, na wazungumza mimi, wale washaichangia Simba muda mrefu, wamepambania kwa mafanikio makubwa. Muda wao umefanya nini? Umeisha. Enough, mzungu anasema enough, inatosha. Wameichangia Simba mambo makubwa, wameifanyia Simba surprise kubwa, lakini sasa hivi kulipobaki tutafute changamoto kwa watu wapya. Wapo wanachama wa Simba damu changa, wenye elimu kubwa, wenye uwezo wa kuongoza, wenye karaba, umeelewa vizuri. Ndio kitu ninachokimaanisha mimi. Pia viongozi wakubali makosa yao, kwamba umoja ndani ya Simba hakuna, na umoja wao katika viongozi kutokuwepo ndio umesababisha umoja mpaka kwenye matawi hakuna. Matawi kwani hakuna? Matawi yapo, umoja. Hivyo unaelewa, umoja haupo. Yaani ile nguvu moja ni kama bandia tu, imeandikwa nguvu moja, lakini si kweli kwamba eti Simba nguvu moja. Uongo, umeelewa vizuri. Hapo haipo.